Save your energy. Save your energy. Mara nyingi sana mimi unakutana na mtu ofisini. Kuna kazi na stress kabisa. Unamwambia, "Ni nini inakustress?" Ni kazi fulani. Okay, angalia. Sio kazi yake. Sio ya department yake. Ila yuko ku stress out. Jamani, unapokuwa ofisini, fanya kazi inayokuhusu. Usiingilie kazi ya watu. You are an accountant. Usiingilie kazi ya marketing. You are a marketing. Usiingilie kazi ya PMU unless you are invited or you are doing it in general, kuambia watu basic things. Unajua, tunaambiwa tunapokuwa kwenye kampuni moja, tunatakiwa sisi, we are all marketer of that company. We are all ambassador of that company. We need to know the products. We need to know how we operate general. Lakini when it come to technical issues, mpe mtu wa department yake aifanyie kazi hiyo issue. You need to understand, like labda mnalipaga fee kwenye hiyo kampuni, mna bei za pale kampuni. Ni vizuri wote mliopo kwenye kampuni mkazijua bei. Lakini when it come to technical issues ambazo zinatakiwa, mpelekee muhusika wa department hiyo akaifanyie kazi hiyo jambo. Ndio maana yule muhusika alienda kukisomea kile kitu miaka kadhaa ili akifanye kwa ufasaha. Kwa hiyo, husika kwa vitu vile ambavyo si vya department yako to the general level understanding. Elekeza generally, kwa sababu you need to understand the company and everything that it offer and the service that it has. General knowledge zile ambazo zinatakiwa zifahamike kwa staff nyinyi wote. Lakini when it come to technical issues, muachie mtu wa technical hiyo hausiki. Usibebe kitu kisicho kuhusu wewe. Kitu kilitakiwa kufanya na technical department ya ICT, umekishikilia wewe wa department ya marketing. Jambo likiharibika pale, swali la kwanza litakuwa ulikuwa unafanya hicho kazi, ni kazi yako? Kwa avoid stress ambazo sio za lazima. Kitu si cha department yako, wapelekee kwenye department wakifanyie kazi. Kama utatakiwa ukifanye wewe kwa under their guidance, under their approval, umeruhusiwa, kwa sababu kuna muda we multitask in the office. Unashangaa mtu fulani hayupo, watakwambia wewe fanya hiyo kazi. Kwa hiyo lolote likitokea walikuwa approve, kwa sababu kuna muda ukifanya kazi sio kuhusu, utaonekana kama kuna vitu unataka kuvifanya behind huko, kuna mambo mmekubaliana. Lakini kama wamekuapprove na wameona hakuna mtu anafanya hiyo kazi, watakwambia fulani, tunaomba sasa kwa leo ufanye kazi ya mtu fulani. Kwa watakupa muongozo, utafanyaje, utafanya kwa account ya nani, wherever, watakupa muongozo. Lakini wewe kama wewe usijikute, kuna watu ambao anajikuta yeye kila department anataka ingilie na kazi za wenzake, amesikia huyu anafanya hivi, amedakia, amesikia ya huyu yuko hivi, ambao haimuhusu. Haya mambo kuwa makini nayo, utakwaza watu. Watu wataona kama unachukua majukumu yao. Kwa hiyo heshimu mipaka yako kwenye kazi yako. Yaani kuwa makini sana kwa kuheshimu mipaka, kwa sababu hiyo itakusaidia kutokuingia kwenye migogoro ambayo sio ya lazima. Hiyo itakusaidia kutokuingia kwenye shida ambazo ungezi avoid. Kama yule mhusika wa hicho kitu hayupo, watakupa muongozo. You have your supervisor, you have your leaders. Wa consult wale watu. Wewe assist wateja at the level of that general ideas, general vitu ambavyo vinafanyika, lakini technical issue deepen. Mambo deep ya hiyo issue waachie wahusika ndio wafanye, unless wamekuomba ufanye on their behalf.